want to speak about divine perfection. Can you say divine perfection? Divine perfection. That's what we want to speak in the month of July. Na amini Mungu wetu atatubariki. Tuone neno la Mungu because of time in the book of Psalms chapter 138 verse 8. That will be our leading scripture this month. Ndio itakaa tuongoza Psalms 138 verse 8. Tupewe King James version. King James alafu tupewe na Kiswahili na Kiingereza because hiyo inaongea vizuri, hata NIV pia inaongea vizuri, but King James speaks better in relation to what maybe the title is connected. Na hiyo itatusaidia kuconnect. So Psalms 138 King James version verse number 8, Biblia inasema kwa lugha ya Kiingereza. Nitasoma tu kabla media team waendelee kujipanga. Naona saa hii wana delay kidogo, sijui kwa nini. The Lord will perfect that He concerns me. Thy mercy, O Lord, endure forever. Forsake not the works of thy own hands. Kiingereza, that is King James version. NIV inasema the Lord will fulfill His purpose for me. Your love, O Lord, endures forever. Do not abandon the works of your hand. Bwana alibariki neno lake. The Lord will fulfill His purpose for me. Your love, O Lord, endures forever. Do not abandon the works of your hand. Praise the name of the Lord. The Lord will perfect that which concerns me. Thy mercy, O Lord, endure forever. And do not forsake the works of your hands. Bwana alibariki neno lake. Huyu ni Daudi na anaongea kuhusu God's perfection. Na perfection nilisema previously ya kwamba wakati Mungu anaongea kuhusu perfection ni mtu ambaye amepitia katika mapito. Hello? Ni mtu ambaye amepitia kwenye majaribu na amefaulu katika mtihani. Ni mtu ambaye amejaribiwa na ameonekana ya kwamba anaweza. Ni mtu ambaye amepitia mateso na mateso yake haikumtoa katika wema wa Mungu. Ni wakati mtu anapitia kwenye challenges, kwenye vita na anakamilisha vita na anatokea akiwa mkamilifu. Divine perfection simply means it is God fulfilling His promises in us. Can I hear amen? God fulfilling His promises in us. Tunaona Daudi ambapo tumesoma Psalms 138 verse 8. Ni vizuri kuelewa Daudi hata alipochaguliwa akawa mfalme alipitia kwenye mapito. Alipopitia mwaliwa mafuta, when he was anointed to become king by prophet Samuel. The Bible says hakuingia direct katika ikulu kwa sababu kulikuwa na mtu ambaye alikuwa anaitwa Saul na yeye ndiye alikuwa mfalme at this particular time. So aliweza kupigana na Daudi. Daudi asiingie kwenye kiti ama kwenye mamlaka for a time, na akawa na wakati mgumu sana kwenye maisha yake. Na Biblia inasema ya kwamba Daudi akawa ana shida kubwa ya kupambana na Sauli, kujificha mikuki, kujificha katika pango kabla afike katika ikulu, hata kama amemwagiliwa mafuta. Akawa na vita nyingi ambazo zilimfuata kwenye maisha yake. Akawa na a lot of opposition, akawa na a lot of unfinished battles, akawa na mambo mengi ambayo ilimzunguka, akawa na shida na matatizo kwenye maisha yake. Na sasa hapa ni ombi anaomba, na anasema najua Mungu atakamilisha chochote kinanihusu. Can I hear amen? Hata kama nimepitia kwenye mapito, hata kama kuna vita ambavyo naona bado hazijakamilika, hata kama kuna assignment bado iko mbele yangu na bado sijaikalia, mimi najua ya kwamba Mungu atakamilisha chochote kinanihusu. Amen.
divine perfection, ya kwamba divine perfection is when God fulfill all his promises in your life. Kwa sababu katika maisha ya mwanadamu ambaye ni Kristo, ambaye anapendana na Mungu na njia zake na mapito yake na Mungu iko sawa, kuna wakati Mungu anasitisha vita kwenye maisha. Anasema kikomo cha vita kimefika mwisho, na anasema shida imefika mwisho. Anasema maadui hawatakukimbisha tena, na anasema kama kuna vita ambavyo havijaisha anavikamilisha yeye mwenyewe. Huo ndio wakati tunayesema ya kwamba it is a time of divine perfection. Kana hiyo amen. Daudi alimwamini Mungu ya kwamba ni Mungu atakamilisha na settle his life for good. Hata kama mapito na shida zilikuwa mingi kwenye maisha yake, alimwaminia Mungu ya kwamba siku moja atakamilisha. Na hili ndio alikuwa naomba, najua ya kwamba Bwana atakamilisha chochote kinanihusu. Kuna mambo mengi inatuhusu, kama vile Daudi anasema chochote kinatuhusu. Inaweza kuwa ni maisha yetu wenyewe, inaweza kuwa ni familia zetu, inaweza kuwa ni watoto wetu, inaweza kuwa ni mambo yale ambayo imetuzunguka. Praise the name of the Lord. Inaweza kuwa ni battles za maisha, inaweza kuwa ni mambo ambayo tunaangalia tunashindwa ni siku gani itafikiana, ni wakati gani Mungu atatimiza ahadi zake kwetu. Lakini kuna siku ambayo imetengwa na Mungu ya kwamba wakati wa fulfill his purpose in us, it shall come to pass in Jesus' name. Amen. Divine perfection means God bringing his plan, promises and work in your life, and to bring it to completion according to his will. There is every time, set time of God. Kuna kipindi ambacho kimewekwa ama kimetengwa na Mungu. Can I get amen? There is that time God has said ya kwamba mapenzi yake itakamilisha chochote kinatuhusu. Kwa sababu ni wakati divine perfection, ni wakati Mungu anatimiza ahadi zake kwetu. Chochote aliahidi anakifanya kiwe sawa. Hallelujah. He normally come at this particular time, in his time and in his will, and he complete his assignment in us. He complete his promises in our lives. Can I get a better amen? Amen. Na hivyo ni kusema, when God fulfill his promises in us and bring everything into completion, hiyo ndio tunasemanga inaitwa divine perfection. Amen. Kulingana na mapenzi yake. Kuna vita tunapigana nazo, kuna mambo tunang'ang'ana nazo, kama vile Daudi aling'ang'ana na Saul, aling'ang'ana na majito, aling'ang'ana na assignment yake ifikiane, na ikachukua a long time ya kwamba yeye mwenyewe hakufikiria ya kwamba it will take such long time before God fulfill. And this prayer David anaomba, anasema I know God will perfect that which concerns my life. Amen. Najua Mungu. Hilo mkono sema najua Mungu. Atakamilisha chochote kinanihusu. Sema tena najua Mungu. Atakamilisha chochote kinanihusu. Mara ya tatu kwa sababu niombe. Sema najua Mungu. Atakamilisha chochote kinanihusu katika jina la Yesu. Amen. Hiyo ni kumaanisha it is a sincere prayer of faith, a prayer of trust unto God that will bring an end to every challenge that David has been going through. Unfinished battles. Kuna battles zinajirudia kila wakati. Kuna systems zinajirudia kwenye maisha yetu, hata kwenye family system, hata kwenye maisha. Kuna mambo huwa inajirudia mara nyingi, na tunashindwa hii vita itakuja kufikia mwisho siku gani?
there is the set time by God ya kwamba siku moja atakamilisha. Amen. Hiyo ombi ambao unaombaga kila siku, hiyo kufunga unafungana kila siku, hiyo kitu unaaminianga Mungu kwa muda mrefu, there is a set time of God ambayo inaitwa divine perfection, the set time of God whereby God will fulfill his purpose in you. Amen. May that time become now in Jesus' name. Amen. May the month of July become a month of divine perfection. Amen. God bringing his plan and promises in our lives to materialize. Amen. According to his will. The Lord awaited journey, Mungu anafanya ifike mwisho. Amen. The Lord awaited vision, Mungu anatangaza wakati wa kutimiza maono yako umefika. Amen. Wakati wa ndoto zako kufikiana, Mungu anasema it is now. Amen. Ukiangalia nyuma unaona uaminifu wa Mungu. It is a matter of trusting God. Can I get a better amen? Amen. Mtu mmoja alisema every unfinished chapter in your life is still under the hand of a faithful God. Every unfinished chapter in your life is still under the hand of a faithful God. Kuna ukurasa kwenye maisha yetu haijakamilika. Amen. Tukiangalia katika vitabu vyetu vya maisha, kuna vitu mingi hazijaandikwa, lakini anayeandika ni Mungu, na chochote ambacho anahitajika kuandika katika kitabu chetu cha maisha atakiandika na aikamilishe, kwa sababu aliyetuita ni mwaminifu. So we need not worry because of the challenges we are going through right now, because the set time of God is about to manifest. The set time of God whereby God will fulfill his purpose in us. Na andika every chapter of our life, kwa sababu kitabu cha Mungu lazima kiandikwe na kikamilike. Amen. Na kuna Mungu ambaye ameshika kalamu ya kuandika kitabu chetu, na kitabu chake lazima atakijaza na maneno ya ahadi zake kwenye maisha yetu. That's why ni vizuri kuamini ya kwamba all the chapters in our life that are not completed, we are in the hands of God, and God will fulfill his purpose in our lives in Jesus' name. The faithful God ambaye alituajiri, ambaye alitutengeneza, ambaye alituita na akatuitia ukombozi, akatuitia assignment kubwa kuliko ile tunayoona na macho. Katika kitabu chetu cha maisha kinaweza kuwa ya kwamba some pages they are very blank, vitabu vingine hapa, makaratasi mengine labda haijaandikwa, lakini wakati Mungu anasema it is the time has come for me now to write every chapter of your book, na niikamilishe, kwa sababu yeye ameshika maisha yetu. Yeye ndio Alfa na yeye ndio Omega, mwanzo na mwisho wa maisha yetu. Tunaweza mtegemea ya kwamba kama vile alikamilisha maisha ya Daudi, hata sisi atatukamilisha. Amen. Every unfinished chapter in our lives is still under the hand of a faithful God. Maisha yetu iko na Mungu. Amen. Maisha yetu iko mikononi mwake. Amen. Anajua mapito yetu ya kila siku, anajua kule tutafika, ndoto zetu zifike. Kuna siku imetengwa na Mungu ya kwamba hizo vita unapigana hautakuwa ukipigana tena. Amen. Hiyo maombi umeomba kwa muda mrefu, kuna siku imetengwa, na hiyo ndio inaitwa the season of perfection. Amen. Wakati utaangalia nyuma useme zile vita nilikuwa napigana nazo, sasa sipigani. Kila kitu kilikuwa kinafanya nistuke, sasa Mungu amekiondoa. Kila kitu kilikuwa kinanipa headache and stress, Bwana amekiondoa. May God manifest your power, his power in your life in Jesus' name. Amen. We can trust God in everything we have.
We can believe God for our lives. We can trust God for our battles. We can trust God for our assignment. Can I hear amen? Tunaweza kuamini Mungu kwa assignment za maisha. Every unfinished chapter in our lives is in the hands of a faithful God. Mungu aliye mwaminifu ataandika kitabu cha maisha yetu na kila ukurasa ataujaza. Amen. Ninapoangalia maisha ya Daudi, I get so much excited. Kwa sababu Mungu ni Mungu mwenye ahadi na ahadi zake hazivunjiki milele. Amen. Havunji ahadi. He's a God who keeps covenant. Bwana asifiwe sana. Ningetaka kuongea mambo mawili matatu in the next few minutes before we call it a day in our first service. Kwa sababu divine perfection involves God. Divine, utimilifu wa kiungu. Ni kumaanisha ni Mungu anatimiliza ahadi zake kwetu. Praise the name of the Lord. Amen. Apostle Paul in the book of 1 Philippians 1:6 anasema, be confident of this, that he who began a good work in you will carry it to completion until the day of Christ Jesus. Be confident of this, that he who began a good work in you will carry it to completion until the day of Christ Jesus. Hivyo ni kumaanisha Apostle Paul hata kama alikuwa amepitia lot of challenges na battles of life, aliandikia kanisa la Wafilipi akiwa gerezani na akiwa amefungwa, akiwa karibu kwenda kupumzika na Yesu. Akasema, mimi kitu moja naamini na nina ujasiri na uhakika, aliyeanza kazi njema ndani yangu atakuja kuikamilisha. Haleluya. Huyu Yesu atakuja kukamilisha. Kwa sababu ukurasa ambapo haujaandikwa uko mikononi mwa Mungu, na aliyetuita yeye ni mwaminifu. Basi tunaweza kuwa na ujasiri katika ahadi za Mungu. Tunaweza kuwa na ujasiri na God of perfection. We can be confident in the God of perfection. He who perfects our lives is the God who owns our lives. It's the creator of heaven and earth. Tunaweza muaminia maisha yetu. Aliyeanza kazi njema ndani yetu atakuja kuikamilisha. He is the author and finisher of my life. Yeye ndio mwanzo na mwisho wa maisha yangu. Kazi yote alianza ataikamilisha. Hata kama kutakuwa na opposition, hata kama kutakuwa na challenges, hata kama maadui watainuka, chochote Mungu amekipanga kwenye maisha yangu atakikamilisha. Amen. Nimesema atakikamilisha. Amen. Na kuombea uamini, na uamini kama Daudi ya kwamba aliyeanza kazi atakikamilisha. Amen. Hapeanaji assignment ambao hajakamilisha. Yeye si Mungu ambaye anajenga jengo haijaisha. Jengo ambao imekamilika ni jengo inaundwa na Mungu. Akianza jengo, he is a wise builder. Hallelujah. He is a wise master builder. Anahesabu gharama mpaka msumari wa mwisho. Hawezi anza nyumba akose kuimaliza. Yeye si kama mwanadamu. Aliyeanza kazi njema ndani yetu ataikamilisha. The time of perfection is set by God to every faithful believer. Praise the name of the Lord. Wakati wa ukamilisho Bwana ameutenga kwa ajili ya kila mtu ambaye ni mwaminifu kwenye maisha yake, ya kwamba siku moja atakamilisha. Amen. So tunaweza amini Mungu kama Paul, kama Daudi na wengine, ya kwamba he is the author and finisher of our faith. He gonna do it in our lives. Na kazi yote ameanza hata kama hajakamilisha. He is wise, so wise to make a mistake. Can I get a better amen? Amen. Praise the Lord. Amen.
Bwana Yesu asifiwe. Charles Spurgeon, one of the greatest scholar and learner, alisema God is too good to be unkind and too wise to be mistaken. Yeye ni mwenye huruma sana, yeye ni mzuri sana akose huruma, na yeye ni mwerevu sana, mwenye hekima ya juu sana afanye makosa. Can I hear amen? God is too good to be unkind and too wise to be mistaken. He cannot make a mistake in our lives. When it comes to perfection, lazima atakamilisha. Praise the Lord. Kwa sababu chochote kina mwanzo, kina mwisho. Zile vita unapitia zina mwisho. Zile maono uko nazo zina mwisho. Chochote ambacho umeona kwa ulimwengu wa kiroho kitafika. Kwa sababu Mungu ni mwaminifu sana na ni mwerevu sana afanye makosa. Hawezi elezea mtu kitu akose kutimiza. Yeye ni Mungu, ana keep his covenant. He is so faithful. He cannot disappoint. Amen. He is the author and finisher of our faith. Wakati Daudi anasema God will perfect that which concerns my life. Anaamini Mungu na ametembea na Mungu katika safari. Praise the name of the Lord. Na kumaliza kwa Daudi alimaliza vizuri kwa sababu alianza na Mungu. Zile vita alianza nazo hakumalizia nazo, ziliisha katikati ili Mungu aweze kutimiliza maisha yake. Tunaweza muamini Mungu ambaye anaweza kutimiza maisha yetu na kutimilisha na kukamilisha maisha yetu na ndoto zetu na vita zetu zisimame, kwa sababu yeye ni mwaminifu. Bwana asifiwe sana. Divine perfection ya pili is rooted in God's mercy. Ukamilisho wa kiungu kwenye maisha yetu uko katika huruma za Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Huruma za Mungu ni mpya kila asubuhi. Praise the Lord. Kwa sababu ya huruma zake hatutaangamia. Praise the Lord. Lamentation chapter 3 verse 22 to 23. But because of the Lord's great love, we are not consumed, for his compassion never fail. Hiyo ni kumaanisha huruma za Mungu haziondoki, haziishi, ni mpya kila asubuhi. Tunaweza tegemea huruma zake. Tunaweza tegemea the mercies of God for us to be perfected. Nimesema divine perfection ni wakati mtu anakamilishwa baada ya kupitia kwenye mapito ambao ni mauchungu na ni makali sana. Anapitia kwenye vita ambapo haelewi vile zinakuja, lakini kuna siku ambao Bwana ameitenga ataweka kikomo. Amen. So tunaweza kuamini Mungu ambaye ako na huruma juu ya maisha yetu. Praise the name of the Lord. Tunaweza kuamini Mungu anayetujenga kila siku. Amen. Ya kwamba hata tubomoa, kwa sababu kazi yake si kujenga na kubomoa, kazi yake ni kujenga na kujenga. Amen. Hata kama majaribu itakuwa, tuamini Mungu kuna siku itafika mwisho. Amen. Zile vita tunapigana nazo kwa ulimwengu wa kiroho na maisha ya sasa, kuna wakati Mungu ameweka kikomo ya kwamba itafika mwisho. Amen. So tunaweza tegemea huruma za Mungu ambazo zinatubeba kila siku kutufikisha katika utimilifu wetu. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Amen. Divine perfection is rooted in God's mercy. Rehema za Mungu ndio zinafanya ukamilisho wa kiungu uweze kufika. Your mercy, O Lord, endure forever.
Rehema za Mungu zadumu milele, ni mpya kila asubuhi. Venye tuliamka jana sivyo tuliamka leo. Rehema za Mungu ni mpya asubuhi kuliko jana. Amen. Even after failures, God must give hope for restoration and completeness. Hata kama watu wameanguka, bado Mungu anasema rehema zangu ni mpya, kuna urejesho na kuna kukamilisha. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunaweza muamini Mungu ambaye alituita. Tunaweza mtegemea Mungu ambaye ametujenga, ya kwamba hatatubomoa. Daudi anasema, I know God, you perfect that which concerns my life. And I really asema, I know God, you will fulfill your purpose in my life. Kusudi la Mungu lazima litafika. Shetani anaweza simamisha, lakini hawezi ondoa kabisa. Anaweza oppose, but he cannot stop. Can I get amen? Satan can oppose God's plan in our life, but he cannot stop it. He has no power to stop God's perfection in our lives. Every plan of God concerning our life will come to pass in Jesus' name. I say it shall come to pass in Jesus' name. Satan can oppose, anaweza weka mitego, lakini hawezi simamisha. Hana uwezo wa kusimamisha mpango wa Mungu kwenye maisha yetu. Chochote Mungu amepanga lazima kitafika. Chochote Mungu ameandika kwa kalamu yake kitafika. Kitabu chetu hata kama hakina ukurasa nyingi zimeandikwa, chochote ambacho kinafaa kuandikwa Bwana atakiandika kwa jina la Yesu. Na atatupea kitabu ambapo kimemkamilika. Bwana atatimiza ahadi zake kwetu. Amen. Tuseme amen. Kwa hivyo usishangae, shetani hana uwezo wa kusimamisha mpango wa Mungu kwako. Hana uwezo. Kana hiyo amen. Anaweza pinga, anaweza leta mitego, anaweza leta delay. Hiyo ni kazi ya shetani, but he cannot stop it. I say Satan cannot stop it. What belongs to you is yours. It shall come to pass. Delay is not denied. Chochote Mungu ameweka kwa kitabu chako atakiandika, lazima kitakuwa. Na atakupea kitabu ambacho kimejawa na neema kubwa na baraka zote za utimilifu wa kiungu. Amen. God's perfection is not based on our merits, but on his steadfast love of God and faithfulness. Utimilifu wa kiungu haujajengwa juu ya msingi wa matendo yetu. Umejengwa juu ya msingi wa uaminifu wa Mungu. Amen. Ya kwamba chochote alianza atakamilisha. Amen. Chochote alisema atatenda. Yeye si mtu aseme uongo. Amen. Yeye si mwana wa Adamu adanganye. Amen. He cannot lie. He's a God who keep covenant. Can I hear amen? Amen. You know God is a God who is a keeping covenant God. Can you say louder? A God who keeps covenant. Is my God. I will trust in him. That he will perfect my life and my purpose. In Jesus' name. Tunaweza muamini huyu Mungu. Praise the Lord. Amen. Si bidii yetu, si utakatifu, hapana. The God's perfection is based on God's faithfulness. Uaminifu wa Mungu. Na unajua Mungu ni mwaminifu kama kuja kwa asubuhi. Amen. I expect a better amen. Amen. God is so faithful more than the morning. Kuliko kuja. Kuna siku umeamka ukakosa asubuhi. Ni swali nimeuliza. Kuna siku umekuja asubuhi ukakosa. Have you ever lacked and missed a day? No. Sasa Biblia inasema God is faithful more than coming of the morning.
Amen. Nipungieni mkono kwa jina la Yesu. Kuliko kupambazuka asubuhi. Imagine. Mtu mwingine alisema God is so faithful than the sun, than the moon, than the star. Ati Mungu ni mwaminifu kuliko jua. Mungu ni mwaminifu kuliko mwezi. Na Mungu ni mwaminifu kuliko nyota. Praise the Lord. Amen. Na do you know hakuna siku hata moja jua limekosa kuonekana. Amen. Amen. Aliamuru wakati aliumba dunia ya kwamba jua litawale mchana na mwezi utawale usiku. Na hivyo ndivyo iko mpaka leo. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Now, if God is more faithful than the sun, ambao jua hakuna siku limekosa kutokea, it comes in the morning and sets in the evening. Na wakati lina set, hatujui linaenda wapi. Hiyo jua, unafikiria Mungu anaifichaga wapi usiku? Anaifunikaga labda na mkono wake, labda kuna mahali anaikuja, anaipeleka. Praise the Lord. Amen. And that's why ni vigumu sana kuargue na watu ambao wanasemanga hakuna Mungu. They are fools. Watu ambao wanasema hakuna Mungu ni wapumbavu. Amen. Na ni wajinga. They cannot argue with God who made the nature, about even the nature reveals the glory of God. Amen. Praise the Lord. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Imagine vile tunaamka asubuhi tunaona mwangaza, na jioni usiku unaingia tunahakisha stima. Huyu Mungu ambaye alitengeneza mchana na akatengeneza usiku, si ni Mungu wa kuofu? Ni Mungu wa kutetemeka, wa kutetemesha watu. So wale ma scientists na artists wanasema ya kwamba hakunaga Mungu. Ni watu wa kucheza na maisha ya watu. Ni watu wa kucross on the red line. Wanakanyanga waya nyekundu. Bwana asifiwe. Amen. Tunaweza muamini huyu Mungu ambaye ni mwaminifu. Amen. Na kuombea umwamini Mungu ambaye ni mwaminifu. Amen. He will never fail you in your life. Amen. He is so faithful that he shall not fail to manifest. Amen. God's divine perfection imejengwa katika rehema za Mungu na uaminifu wa Mungu, ambao kila asubuhi rehema za Mungu ni mpya. Praise the name of the Lord. Amen. Alafu Daudi anasema hapo chini, verse 38 pale B inasema, forsake not the works of your own hands. Bwana asifiwe. Amen. Usiache kazi ya mikono yako. Tumeimba wimbo hapa na the wiki tunafikiri ndio ametuimbisha. Sisi ni kazi Na mikono yake. na sijui kama umeimba hiyo wimbo na ufunuo, kwa sababu Daudi ndio anasema forsake not the work of your hands. Usiache kazi ya mikono yako. Unajua sisi ni kazi ya mikono ya Mungu. Amen. Na Daudi anajiweka hapo, anasema Mungu najua atatimiza chochote kinanihusu. I know God will perfect everything that concerns my life. Na anamuomba Mungu, God, forsake not the work of your hands. Usiache kazi ya mikono yako. Amen. Amen. Hebu tuwekelee mkono kwa kichwa. Sema Mungu, timiza ahadi zako kwangu. Na usiache kazi ya mikono yako. Amen. Wewe ni kazi ya mikono ya Mungu. Amen. Na chochote Mungu amekipanga atatimiza. Amen. Na hatakuacha kwa sababu wewe ni kazi ya mikono yako. Amen. Kana hiyo amen. Amen. Hii ni kumaanisha God never abandons the work of his hands.
Mungu hakuna siku ataacha kazi yake ama kazi ya mikono yake iharibiwe na shetani. Daudi anafunga this hapo chapter hiyo. David closes with a prayer. It is a prayer David is making to God. Pale juu anasema God will perfect that which concerns my life. Can I get amen? Ya kwamba Mungu atatimiza chochote kinanihusu. Hallelujah. Chochote kinanihusu Mungu atakitimiza. Na anaomba ombi, anasema Mungu usiachilie kazi ya mikono. Hallelujah. Wewe ni kazi ya mikono. Mipango ya Mungu ni kazi ya mikono. Can I get amen? Anasema God, do not forsake the works of your hand. Amen. Wakristo wanaweza omba maombi kama haya kwa ujasiri mkubwa, waseme Mungu ya kwamba uwepo wako utatimiza ahadi zako kwangu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Tunaweza omba kama Daudi, tuseme ya kwamba kama vile Daudi alimalizia hii chapter na kuomba, alipoangalia vita, akaona majitu, akaona challenges, akapatana na vita ambavyo vilikuwa vinajirudia kila siku na haziishi. Anakimbishwa na Sauli hata wakati ametiwa mafuta kuwa mfalme. Lakini nimesema previously, shetani anaweza piga lakini hawezi simamisha. Na kuombea kwa jina la Yesu, chochote Bwana amekusudia kwa maisha yako, hata kama shetani atapiga, hata simamisha, itakuja kutimia katika jina la Yesu. Tunaweza omba kwa uaminifu, tunaweza omba kwa ujasiri, tumwambie Mungu usiache kazi ya mikono yako, na chochote umeanza Bwana tunaamini utakikamilisha. Tunaweza jivunia rehema za Mungu kwenye maisha yetu, kwa sababu divine perfection is not just about our merits. It's not about our effort. It's not about what we do or what we don't do. It is just rooted so much under the mercies of God. Praise the Lord. Kwa rehema za Mungu tutafaulu. Kwa rehema za Mungu Bwana atatimiza ndoto zetu. Kwa rehema za Mungu ataondoa vita. Kwa rehema za Mungu atafanya maisha yetu kuwa sawa. Kwa rehema zake maisha yetu itakamilika. Nimesema kwa rehema zake maisha yetu itakamilika. Kuna ndoto tuko nazo, na kila mtu ako na ndoto. Amen. Kuna siku hiyo ndoto itakuwa imefika. Praise the Lord. Amen. Kwa sababu Mungu aliyekuita ni mwaminifu. Amen. Nimesema Mungu aliyekuita ni mwaminifu. Amen. Na haongeagi uongo kama wanadamu. He is so faithful that he cannot forsake you. Amen. He will not abandon you. Nimekutangazia mwezi wa Julai, Bwana hatakuacha. Amen. Atahakikisha ametimiza ahadi zake kwako. Amen. Chochote ambacho kinakuhusu atakikamilisha. Amen. Na unajua kuna mambo mengi yametuhusu, si ndio? Kazi inatuhusu, pesa, wajukuu, watoto, maisha, kazi, vita, chochote kinakuhusu. Bwana asifiwe sana. Amen. Si kuna vitu vingi Baba Frank zinatuhusu? Yes. A lot of things. Bwana asifiwe. Amen. Hata zile pesa uko nazo ukiziangalia na ukihesabu yale mambo uko nayo, unaona ni kama a drop in the ocean. But I want to assure you this morning, God will perfect your resources. Amen. Kuna siku utalipa hiyo madeni. Nimesema prophetically, kuna siku utalipa hiyo madeni ambayo inakusumbua. Kuna siku Bwana atapanguza machozi yote kwako, na uangalie nyuma useme God, you are faithful. Amen. Siseme amen. Kuna siku hiyo vita inakusumbua itafika mwisho. Kuna siku hiyo prayer item itakuwa thanksgiving. Can I get amen?
wakati Daudi anaangalia nyuma, Bwana amemuondolea vita, amemuondolea shida ya Sauli, amemuondolea maadui wote, amemkanyagisha nyayo zake kwenye mwamba. Psalms chapter 40. Amen. Anaposema nalimngojea Bwana kama nimevumilia. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Nalimngojea Bwana kama nimevumilia, akanitia akanikanyagisha kwenye mwamba, akatia wimbo mpya ndani yangu. Wakati Daudi anaomba anasema hivyo, hiyo ni testimony ya thanksgiving kwa Mungu, kwa sababu huo ni wakati Mungu alifanya fulfillment and perfection in his life. Na wewe nakuombea kwa jina la Yesu useme hivyo kama Daudi, nalimngojea Bwana katika vita, nalimngojea Bwana katika shida, nalimngojea Bwana kwenye njaa, nalimngojea Bwana kwenye matatizo, naye akakuja akanisaidia, akaniitikia, akatia wimbo ndani ya kinywa changu, akakanyagisha mguu wangu juu ya mwamba. Sasa ninaimba wimbo. Chochote kilikuwa kinanisumbua hakinisumbui, chochote kilikuwa kinanitisha sasa Bwana amekiondoa. Huo ndio wakati Mungu ametimiza ahadi zake kwako. Pungeni mkono kwa jina la Yesu. Tunapo angalia Mungu kwa uaminifu wake, he will never forsake you. I say God will never forsake us. Amen. I say God will not forsake us. Amen. And I declare July under the prophetic anointing. July is a month of divine shifting. Amen. Sijui kama mmenielewa. July is our month of divine shifting. Amen. Kuna mambo Mungu atafanya hapa tuanze kushangaa. Amen. Hamwamini? Nimesema kuna mambo Mungu ataanza kufanya hapa tuanze kushangaa. Zile vitu zilikuwa zinatusumbua Bwana atatimiza. Maono ambayo tumeonea mbali Bwana anaileta karibu. Jambo ambalo tumeota sasa, wakati wa manifestation is now. The time of divine perfection in a season of fulfillment of God's promises. Amen. May it come to pass in Jesus' name. Amen. May it come to pass in Jesus' name. Whereby God will give us a new song. Na aweke wimbo ndani ya maisha yetu. Aseme Mungu ametujalia rehema, ametukanyangishia kwenye mwamba. Sasa ametutia wimbo. Maadui zetu wote amewaondoa. Vita zetu ameziondoa. Jana matatizo ameiondoa. Vitisho ameziondoa. May the Lord perfect that it concerns our lives in Jesus' name. Amen. Tunaweza omba kama Daudi. Tuseme do not forsake the works of your hands. Mungu, usiache kazi ya mikono yako. Usikae mbali na kazi ya mikono yako. Na kazi ya mikono yako ni wewe. Amen. Amen. Kazi ya mikono yako ni mimi. Si tumeumbwa na mfano wa Mungu. We are created in the image and likeness of God. We are fearfully and wonderfully made. Wakati Mungu aliumba mwanadamu in the Garden of Eden, aliweka hapo adominate. Aliweka hapo akasema, wow, this man is good. Chochote Mungu alifanya akaona ni vizuri, chochote alikiumba kwa sababu he's a creator. Na aliumba dunia kutoka out of nothing. Theologians wanatumia neno inaitwa ex nihilo. Ex nihilo means out from empty, from emptiness, kutoka ukiwa. The Bible says the world, the earth was formless and shapeless. Hakukuwa na form. Amen. Ili inasema kulikuwa kumejaa giza dunia yote, na maji ilikuwa imetapakaa dunia yote, ilikuwa imejaa, na Roho wa Mungu alikuwa juu ya maji. Lakini Biblia inasema Mungu akasema na kuwe na mwangaza, kukawa na mwangaza. Mungu akasema wacha maji irudi kwa bahari, akaseparate dry land with the sea land, akaitenganisha. Maji ikawekwa huko na haijaitoka mpaka leo. Imetulia kwa bahari
kwa sababu ni Mungu aliamuru. Mukae hapo Indian Ocean, mukae Pacific Ocean, mukae Atlantic Ocean, mukae hapo, musitoke, na hazitatoka mpaka leo. Na Mungu akasema nao wanadamu watatulia kwenye nchi kavu, wakae hapo na watulie. Praise the name of the Lord. Maji mahali iliwekwa na Mungu ilitulia, tulia mahali iliwekwa na Mungu ikakaa hapo, kwa sababu ni neno la Mungu, na yeye kwa sababu ni muumbaji anaweza tupia mabaraka ambazo hatujaona. Nguvu zake za kuumba bado ziko, ni vitu zile alikuwa naumba zilifika mwisho. So the power to create again is still in the power of God. He can do it again. Praise the Lord. He can do it again. Inua mkono sema, he can create again. He can do it again. He can restore again. He can perfect again. Celebrate the Lord in the house, in the name of Jesus. He can do it again. He can perfect our lives. And perfect maisha ya Daudi. He can also perfect our lives. And perfect maisha ya Noah. He can also perfect our lives. And perfect maisha ya Nehemiah. He can also perfect our lives. He's a God of perfection. We can give him praise in the house in Jesus' name. As I finish because of time, nilichukua ikiwa na 13 minutes, so I'm conscious with my time. Ikifikisha 13, I stop. Nimebakisha dakika 3. Praise the Lord. Pigia mikono kwa jina la Yesu. Divine perfection requires trust and obedience. Hii ndio tutamalizia nayo, the last one. Hiyo zingine tutaongea tunapoendelea. Divine perfection requires trust and obedience. Kama unataka Bwana akamilishe chochote kinakuhusu, lazima utii na muamini Mungu. It is in the bracket of obedience. Watu wale wanatii Mungu kwenye maisha yao watafika kwenye hatima yao bila kung'ang'ana. Na hata kama watang'ang'ana, finally watafika katika destiny yao. Kama wewe utatii Mungu, finally utafika. Unaweza ng'ang'ana. Nimesema shetani hana uwezo wa kusimamisha mipango ya Mungu kwetu. Ingawaje anaweza oppose. Kazi yake ni kupinga. Kazi yake ni kuharibu. Lakini hawezi simamisha mipango ya Mungu kwetu. Na kwa sababu sisi ni kazi ya mikono ya Mungu, Bwana lazima atakamilisha maisha yetu kwa jina la Yesu. Can I get a better amen? So ninapomalizia because of time, anasema ya kwamba he is assured that when we trust God na tunamwamini Mungu na tunaobey his word, we remain faithful in his word. Even when answers seem delayed, siku moja atakuja kufika, atakuja kutimiza ahadi zake. Sasa wacheni tuendelee kumwamini Mungu hata kama itakawia, kukaishiwa siku nyimwa. Praise the Lord. Tuendelee kumwamini Mungu, tuendelee kumtii Mungu. Yeye aliyetuahidi ni mwaminifu, aliyeanza kazi njema ndani yetu atakuja kuikamilisha hata siku ya Bwana. Inaweza chukua muda, lakini haitakuwa milele. Kuna siku Mungu ameitenga ataikamilisha. Praise the name of God. And I feel a spiritual realm in the eyes of God that this is the time and the season in KAG Baraka. God is perfecting this church in Jesus' name. Amen. Kukamilishwa ni kupitishiwa kwenye mapito, ni kupitishiwa kwenye moto, ni kupitishiwa kwenye majaribu, ni kupitishiwa kwenye mitihani, na una come out victorious on the other side. How to compromise na shetani, how to compromise na dhambi. Ulishikilia imani, ulimtii Mungu. You did not compromise. Praise the name of the Lord. Hata wakati watu wengi wamecompromise, wameachana na neema ya msalaba, umeshikilia neema hii na umetii Mungu mpaka mwisho, na wewe utaona baraka. Amen. Remain faithful. Hata kama umeona kuna delay. Delay inaweza kuwa ni ya Mungu ama ni ya shetani. Bwana alikuwa ananikumbusha in the book of Job
Biblia inasema ya kwamba nitakuja in the course of time kuongea hiyo. Job anasema utakaponijaribu nitatokea pande ile nyingine nikiwa kama dhahabu. Can I get amen? Kwa sababu chochote ambacho kinafika katika perfection lazima kipitishiwe kwa moto, lazima kipitishiwe katika kukosa. Ili Mungu akufikishie katika neema ya kupata, lazima kwanza ukose. Amen. Can I get amen? Kabla Mungu akuaminia watu wengi, lazima ukuwe na watu wachache. Am I communicating? Kabla Mungu akupe kanisa kubwa, anakupitishia kwenye kanisa dogo. Kabla Mungu akupe utele, anakupa neema ya kuvumilia katika kukosa. Praise the Lord. Ili atakapokuinua hautajirika, hautakuwa na kiburi, utanyenyekea. Praise the Lord. Na ilisika katikati yetu kuna watu wanautwa wakuwe kama dhahabu. Kuna watu wanapitishiwa kwenye mapito nikiwa mmoja, ili Mungu atuaminie neema ya ukamilisho kwenye maisha yetu. May it come to pass in Jesus name. May it come to pass in Jesus name. Kama Job anasema, najua umenipitishia kwenye mateso, lakini nikipita mtihani nitavuka ng'ambo ile nyingine, nitokee nikiwa kama dhahabu. Kuna dhahabu katika nyumba hii ambazo they are in the making. They are gold and diamond in this house. I pray in the name of the Lord that God may give us ability to persevere, kwa sababu dhahabu inapitishiwa kwenye moto. Ikipitishwa kwenye moto inang'ara zaidi. Najua hapa kuna dhahabu za wanawake, kuna dhahabu za wanaume, kuna dhahabu za vijana, kuna dhahabu za watoto ambazo zinapitishwa kwenye mapito ya moto kuchomwa, lakini tukichomeka ng'ambo ile nyingine, Bwana ametutayarishia perfection. Tusimame katika jina la Yesu. Divine perfection is the fulfillment of God's promises in our lives, whereby we shall sing a new song and celebrate the goodness of God and say, surely God, you have been so kind to us. We have seen your love. We have counted your faithfulness. Sio mikono zako juu. Mwambie Bwana atimize wajibu wake kwako. Whatever concerns your life, may God perfect it in the name of Jesus. Watu wakipitishiwa kwenye mateso wasitoke, wang'ang'ane kumuinua Mungu, wang'ang'ane kutii Mungu, wang'ang'ane kukaa katika imani, kukaa katika haki na utakatifu. Waendelee kumwamini Mungu ya kwamba mambo itakuwa sawa. Hata tukipitishiwa kwenye mapito, tutatokea tukiwa tunang'aa kama dhahabu. That is divine connection. God is so faithful to make a mistake. God is faithful to help us become perfect according to His word, according to His promises, in the name of Jesus. Inua mikono zako juu, muombe Mungu, mwambie Mungu akufikishe kwenye season ya perfection katika jina la Yesu. Hizo vita kuna siku zitafika mwisho. Hiyo maombi kuna wakati itakuwa shukrani. Hiyo toto kuna wakati itakuwa reality. In the name of Jesus. Father, we thank you. Father, we give you praise. In the name of Jesus Christ. Amen.